Je, umewahi kuona picha zinazoonyesha maji ya bahari ya Pacific na Atlantic yakikutana, lakini yakionekana kutochanganyika kabisa? Kwa mtazamo wa kwanza, inaweza kuonekana kama kuna ukuta usioonekana unaotenganisha bahari hizi mbili, lakini ukweli ni kwamba maji hayo huingiliana taratibu sana kutokana na utofauti mkubwa wa chumvi, joto, songamano na mikondo ya maji. Bahari ya Pacific ndiyo bahari kubwa zaidi duniani ikiwa na eneo la zaidi ya kilomita za mraba milioni 165. Pia ndiyo bahari yenye kina kirefu zaidi duniani inayojulikana kama Mariana Trench yenye kina cha takriban mita 11,000. Bahari ya Atlantic pia ni bahari ya pili kwa ukubwa duniani, ingawa ni ndogo kuliko Pacific, ila ina jukumu kubwa katika hali ya hewa na biashara za kimataifa kupitia mikondo yake mikubwa ya maji. Tofauti ya rangi inayoweza kuonekana katika maeneo fulani kutokana na kiasi cha mchanga, madini, mwani na viumbe vidogo vidogo vinavyoishi ndani ya maji. Hata hivyo, hakuna mstari wa kudumu unaozuia maji haya kuchanganyika. Mchakato huo hutokea polepole kwa muda mrefu. Ndani ya bahari hizi mbili kuna mamilioni ya viumbe hai, kuanzia plankton wadogo sana hadi nyangumi wakubwa duniani. Viumbe hawa wamejifunza kuishi katika mazingira tofauti ya joto, shinikizo na kiwango cha chumvi. Katika maeneo yenye kina kirefu sana cha maji, viumbe wengine huishi gizani kabisa na hutengeneza mwanga wao wenyewe kupitia mchakato mkubwa unaoitwa bioluminescence. Bahari ya Pacific na Atlantic ni sehemu muhimu ya mfumo wa maisha duniani. Husaidia kudhibiti hali ya hewa, kuzalisha sehemu kubwa ya oksijeni ambayo tunayotumia kupumua na kuhifadhi maelfu ya species za viumbe hai. Na ndiyo maana licha ya kuonekana na utofauti wa rangi, sifa zake bahari hizi mbili zote zinaendelea kuwa moyo na maisha ya sayari yetu. Hii ni Nunda TV 19 Stories za mtaa. Tukutane wakati mwingine.